Tumsifu Yesu Kristo, milele amina. Jina langu ni Benedicto Henry Mwalongo, mkandidati katika shirika la Mtakatifu Agustino OSA. Karibu tutazame kwa ufupi historia ya Mtakatifu Birgitta wa Sweden, mtawa na mwanzilishi wa shirika. Mama Kanisa anafanya kumbukizi ya Mtakatifu Birgitta wa Sweden mnamo tarehe 23 ya mwezi Julai kila mwaka. Mtakatifu Birgitta wa Sweden alizaliwa mnamo mwaka 1303 huko Sweden, wazazi wake wakiwa ni Birger Persson na Ingeborg. Mtakatifu Birgitta alifiwa na wazazi wake akiwa na umri mdogo, na alipokuwa na umri wa miaka 7, shangazi yake alimchukua akaanza kumlea. Katika maisha yake ya kila siku, Birgitta aliogopa kukaa kivivu, na wakati wote alikuwa akifanya kazi fulani nyumbani, ama kufua au kushona nguo. Siku moja alitokewa na Bikira Maria pembeni ya kitanda chake, naye Bikira Maria alimvika taji zuri kichwani pake. Siku nyingine tena alitokewa na Yesu Kristo. Alimuona Yesu akiwa ameangikwa msalabani, huku mwili wake ukiwa umeloa kwa damu. Mtakatifu Birgitta alimuuliza Yesu, "Ni nani anayekutesa vile?" Yesu Kristo akamwambia, "Wanaonitesa hivi ni Wakristo walionidharau, Wakristo wenye mioyo baridi, wasioitikia mapendo yangu." Basi Birgitta alijitahidi kusali kwa bidii, akifanya toba kwa ajili ya dhambi zake na kwa ajili za dhambi za watu. Msingi wa tafakari yake na sala zake ulikuwa ni mateso makali ya Yesu msalabani. Mtakatifu Birgitta alikuwa mtu wa tabasamu, mpole na mwenye ukarimu kwa watu, hivyo watu wengi walimpenda, na alikuwa na moyo wa upendo na huruma kwa watu wote. Mtakatifu Birgitta aliolewa akiwa na umri wa miaka 13 na Bwana Ulf Gudmarsson, na akaishi naye miaka 28 ya ndoa. Wakapata watoto 8, watoto wa kiume 4 na watoto wa kike 4. Baada ya kifo cha mumewe, Mtakatifu Birgitta aliamua kuanzisha shirika la Mwokozi Mtakatifu au shirika la Wabirgitta mnamo mwaka 1346. Alifanya hivi kwa ajili ya kukuza roho ya majitoleo kwa watawa. Alipoanzisha shirika hili, alilianzisha kwa kufuata mfano wa wafuasi 72 wa Yesu. Aliweka mapadri 13, yaani wakimaanisha mitume 12 wa Yesu pamoja na mtume Paulo. Pia kulikuwa na mashemasi 4 na watawa wa kiume 8 pamoja na watawa wa kike 60. Mnamo mwaka 1750, kwa amri ya Yesu Mwokozi, Birgitta alisafiri kwenda Roma pamoja na binti yake. Alikwenda kukaa huko Roma mpaka mauti yake yalipomfika. Mnamo mwaka 1370, Mtakatifu Birgitta alipata maono akiwa kule Yerusalemu, nchi takatifu, alipokwenda kuhiji na kukaa kule kwa muda wa miezi 4. Aliona maono akimwona Bikira Maria pangoni na mtoto Yesu kule Bethlehemu. Bikira Maria akiwa anasema, "Karibu Mwokozi wangu na mwana wangu." Tangu wakati huo Mtakatifu Birgitta alikuwa akitokewa na Yesu mara kwa mara, na alikuwa akienda kwa Baba Mtakatifu kila siku kumpatia ujumbe aliopatiwa na Bwana Yesu. Mtakatifu Birgitta aliandika vitabu vingi juu ya historia ya maisha yake na juu ya namna ya kuishi maisha matakatifu. Mtakatifu Birgitta alikuwa mtakatifu na mtu ambaye ni jasiri sana, ambaye alikuwa tayari kuwakemea mapadri, maaskofu, viongozi, watawala, wafalme na hata papa pale ambapo walipokwenda kinyume na maadili
au kufanya isivyostahili. Mtakatifu Birgita alifariki mnamo mwaka 1373 akiwa na umri wa miaka 70, na mnamo mwaka 1391 Baba Mtakatifu alimtangaza kuwa mtakatifu. Mama Kanisa anafanya kumbukumbu ya Mtakatifu Birgita wa Sweden kwa kila tarehe 23 ya mwezi Julai, ikiwa ni tarehe ambayo mtakatifu huyu alifariki. Mtakatifu Birgita alipata kusema, ulimwengu ungekuwa na amani kama viongozi wa siasa wangeifanya Injili kuwa katiba yao. Tumsifu Yesu Kristo.